Na kwa maanisha hiyo nitaka kusema kwamba tunakutana na Bilombe. So walisema tu kwamba sisi tulibahatisha. Sisi tunataka tutaonyesha mchezo. Tunacheza siku ya pili. Tutaonyesha mchezo kama D1 sisi ndio timu namba 1 hapa kambini. MKC Media. Okay, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa MKC Media? Ni Francis Jumanne mbele za kamera na aliyopo nyuma ya kamera ndugu yetu Isa. Bana, leo ni siku nyingine baada ya matokeo ya jana ya D1 pamoja na Arbitre, baada ya timu ya D1 kuchukua ushindi, na leo tumeamua kumfuata mmoja kati ya shabiki sugu kabisa wa timu ya D1 moja, ambako labda tutakwenda kuzungumza machache kuhusiana na mchezo wa jana, lakini pia tutakwenda kumjua kwamba yeye ni nani na kwa nini anapendelea sana kushabikia timu ya D1 moja. So kwako labda wewe ambaye ni mpenzi mtazamaji wa MKC Media, fanya kama una subscribe, like, comment na kushare ili uwe kwanza kabisa kwa update news zetu popote pale ulipo. Kaka, mambo vipi? Safi blaza. Kwa namna moja naweza nikakuita kwamba shabiki sugu wa D1. Ndio, mimi ndo shabiki sugu wa D1 kwa majina naitwa Kasroma. Mimi ndo mtu namba 1 ambaye nilianza ushabiki hapa kutoka mbele. Kama wengine wanafanya wananiigia mimi. Nilitaka niache ni staff kwa maana mimi ni mtu mzima sasa hivi na familia, lakini naona watu wanaweka mdomo sana, ndio maana nimeamua kurudia kwenye chama letu la D1 la chama cha rangi. Okay bana, kwanza kabisa mfumo wa kupaka rangi bana, mara nyingi nimezoea sana kuona katika timu ya D1 hususan mashabiki. Anyway, baada ya hapo tuseme kama vile makolo wako wamefuatilia. Bana, una kitu gani cha kuambia watu na kuelimisha kwamba labda nyinyi D1 ndio timu ya kwanza pekee ambayo labda imeanzisha mfanio wa kupaka rangi? Hiyo ni kusema kwamba D1 ni timu ambayo ni timu ya watu kwanza. Kambi nzima inashabikia D1. Ila kila village hapa kambini inashabikia D1. Na hii system hapa tulianza, mimi ndio nilikuwa namba 1. Ilikuwa ni kama idea yangu, nilianza toka mwaka 2017. Sasa hivi sikosi kama miaka mingapi, miaka kadhaa. Ila wengine wanaanza mwaka juzi, wengine wanaanza mwaka jana. Kusema kwamba ukweli mimi napenda kupaka rangi kufuatana, sisi ni timu ambayo tuna rangi hizi mbili kama Young Africans. Tukizidisha sana kidogo na wagani nyeusi, lakini ni njano na kijani. Hiki kitu napenda sana. Okay bana, turejee kwenye mchezo wa jana ambao labda umefanyika kule zone ya 14, ambako labda D1 imekwenda kujitwalia ushindi kwa bao 2-1. Anyway, ni kitu ambacho labda watu walikuwa hawaamini na wana mashaka kabisa kwenye timu ya D1. Lakini pia baada ya kupata ushindi, watu wamesema kwamba kwa namna moja au tuseme mashabiki wa timu ya Bilombe wamesema kwamba D1 wamefanya vile kama kwa kubahatisha. Anyway, si kama kimchezo kama vile Arbitre walikuwa wanawashinda mchezo. Kwako wewe kama vile shabiki sugu wa D1, una swala gani ya kudadisi kulingana na hayo maneno ambayo wanakwenda kutamka na ni timu jirani? Kwanza kitu watatambua kwamba mchezo ni matokeo tunatakiwa kubaliana nayo. Lakini D1 jana sitokuvuta, jana tulicheza mpira wa kimataifa. Ilikuwa ni ya kitofauti toka hii ligi ianze. Na kama wao ni wa kweli watasema ukweli. Kwa maana jana tulifanya kazi kubwa sana, na kwa maanisha hiyo nitaka kusema kwamba tunakutana na Bilombe. So walisema tu kwamba sisi tulibahatisha. Sisi tunataka tutaonyesha mchezo. Tunacheza siku ya pili. Tutaonyesha mchezo kama D1 sisi ndio timu namba 1 hapa kambini. Okay bana, labda turejee hapo jana ambako tuliona baada ya ushindi, lakini pia kuna vurugu ambazo zilikuwepo kwenye uwanja wa 14, ambako kulikuwepo kuna vurugu ya kukatiana bendera baadhi ya mashabiki wa D1 na timu pinzani, lakini pia mashabiki wa D1 wao kwa wao. Ndio swala ambalo halijaja vizuri machoni pa watu. Lakini kwako wewe mmoja kama vile Kasroma, unaweza kuwaambia watu nini wajue kitu gani ambacho kiliendeka kuhusiana na hiyo vurugu ya jana? Kufuatana na vurugu ya jana, kwanza makolo ndo walianza, watu wa Bilombe. Kwa sababu tulikuwa na bendera yetu ambayo tulichoresha hapa, ilikuwa inaitwa Angel namba 45 kikosi D1 namba 1. Ile bendera sasa hivi unaiona? Watu wa Bilombe ndo walichukua wakaichoma, na ndio maana na sisi jana tulichukua, sisi ndo tulianza. Tulichoma Arbitre na wao wakachoma za kwetu 2, sisi tukachoma za kwao 2. Ilikuwa draw. Ndio hivyo yani. Okay bana, umesema kwamba tarehe siku ya pili wiki ijayo mnakwenda kuelekea kwenye mchezo wa kutinga robo final, ambako labda mtakwenda kukutana timu ya D1 moja pamoja na JH Bilombe. Kwa namna moja hapa nyumbani kwetu tunaita kwamba ni derby, na ambako kwamba huaga kuna ushindani wa ajabu ambao huaga utokee mara chache sana hapa nyumbani kwetu. Anyway, katika ushindani huu ambao tuseme labda ni mchezo wa derby ambao utakwenda kutokea siku ya pili, kwako ambaye labda ni shabiki wa D1 umekwenda kusema kwamba watakwenda kuwatambua. Anyway, kukwenda kumalizia kwamba watakwenda kuwatambua labda kwa namna gani? Kwanza sisi tuna rekodi, tunawazidi rekodi. Kwa maana tuliwahi kuwapiga L3, tukapiga L3, baadaye tukapiga zone 14, wakaleta vurugu makazi akatuamulia, tukawashinda hata kwa makazi. Mpaka kwa serikali tuliwashinda. Yaani sisi tunatembea na rekodi. Na sisi tulisema sisi kuacha kufunga Bilombe mpaka mara 5.
ndio tulikuwa wataanza kutufunga, lakini kwa sasa hivi kwa kipindi hichi hawezi wakatufunga. Kwa maana si D1 tunawashinda rekodi mbali sana. Ndio. Baadhi ya mashabiki wa D1 wanasema kwamba kwenye uwanja wa Electro kule amjawahi Bilombe hajawahi kuwapiga. Na itatokea kwamba inakuja kuwapiga hata siku moja. Anyway, tena mmekutana nao kwenye uwanja wa Electro kule. Anyway, tuwape timu ya D1 asilimia ngapi za ushindi? Mtupe asilimia 80. Lazima tutafunga Bilombe. Lazima. Hiyo sio ombi, ni lazima. Kwenye asilimia 80 kuna asilimia 20 ambazo zimebaki kando. Anyway, unaweza kufafanulia watu kuhusu hizo asilimia 20 ambazo zimebaki kando? Mimi ni shabiki na mimi naelewa mpira. Sawa, mpira matokeo yote yanaweza katokea, ndio maana nimeacha hiyo 20. Ndio hivyo blast. Okay bana Castro, una kitu gani ambacho labda unajiandaa wewe kama vile shabiki kwa ajili ya kuwastaajabisha mashabiki wenzio wa timu jirani ambao labda itakuwepo ni derby usiku? Ya, kuna kitu naandaa na kitakuwa kikubwa sana. Ningependa TV yenu ufike mapema muone, kwa maana tutafanya kule uwanjani. Ila sitaki kusema kwa maana wanaweza wakaibia. So unajua mimi ni shabiki ambao naoga natoa idea. Wanaweza wakaibia idea yangu. Sitaki kuongea hapa mbele ya media, lakini siku ya pili mkuje mtaona. Ufike mapema tu sana, tutakuwa tumeshatimba uwanjani, mtaona gesi shamshamu zitakuwepo juu ya timu ya D1 moja. Okay, anyway, neno moja ya mwisho kwa ajili ya wafuatiliaji ambao wanakwenda kufuatilia muda huu. Ni kusema kwamba watu ambao wa D1, mashabiki wa D1 ambao wako mbele watusaidie, si mashabiki. Kwa maana vyote vitu vinatumiwa na pesa, kuanzia rangi, nguo, mavazi ambayo navaa, hii bendera, vyote ni pesa. Na mimi sina kazi tofauti na ushabiki. Wani support kwa namna nyingine kama hivyo. Rangi, mabendera hivyo tuendelee kuwa nazo. Hata watu angalia hata ile soda, ndio hivyo. Kwa maana tunajitolea, sisi tunajitolea, mashabiki tunajitolea, hatuna mshahara wote hapa kambini, bali tunajitolea. Wako wanatuangalilia hivyo ndio. Nataka kuambia hivyo mabosi wetu wako mbele huko. Okay bana, kwako wewe labda ambaye ni mfuatiliaji lakini pia shabiki wa D1 moja, utakwenda kufanya kama ndugu yetu Castro alivyokwenda kukuambia. Support kwake au kwa ajili ya mashabiki wa D1 ni kitu kikubwa sana na ambacho labda kinakwenda kuhitajika. Lakini kwa kuhitimisha kipindi hichi ambacho labda tumekwenda kukianza hapa na moja kati ya shabiki wa D1 amekwenda kuambia kwamba wana matumaini ya kupata ushindi 80%, lakini pia 20 ameweka kando kwa kuelewa kwamba ushabiki ni nini lakini pia soka ni nini. Bana, fanya kama vile unakwenda kusubscribe channel yetu, kulike, comment na kushare ili uwe kwanza kabisa kwa update news zetu kwa wakati wote ule. Hii hapa ni MKC Media na mimi ni Francis Jumanne, nyuma ya kamera ni Isa. Bye bye.